Jioni njema popote ulipo, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 10. Jina langu ni Sara. Nzilani, moto umezuka msituni katika maeneo ya msitu wa Irizi, eneo la Mwatate katika kaunti ya Taita Taveta na kusababisha hasara kubwa. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limesema linafanya kazi pamoja na huduma ya wanyamapori la Kenya, mamlaka za mitaa, washirika na wanajamii kudhibiti moto huo. Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu, operesheni hiyo ya kuzima moto huo unakabiliwa na changamoto kutokana na eneo la milima ambao limefanya juhudi za kufikia na kuzima moto huo kuwa ngumu. Kiwango cha uharibifu hakijajulikana mara bado. Mamlaka inaendelea kutathmini hali ilivyo, huku juhudi za kudhibiti moto huo zikiendelea. Msitu wa Irizi ni sehemu ya mfumo wa kiolojia dhaifu, na uchomaji wa moto wa misitu katika eneo hilo unaleta hatari kwa wanyamapori, jamii za karibu na mazingira. Timu za dharura zimesalia katika hali ya tahadhari, huku utaratibu ukiendelea kuzuia moto huo usisambae zaidi. Kididi FM kwa habari moto. Na katika habari zingine ni kuwa Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali itatekeleza mabadiliko makubwa ya usimamizi katika uteuzi wa utendakazi wa mashirika ya serikali ili kurahisisha utendakazi na kupunguza hatari ya kuingiliwa kwa kisiasa katika kufanya maamuzi ya mashirika. Akiwa wakati wa uzinduzi wa mojawapo ya bidhaa kuu za mawasiliano nchini Kenya katika soko la hisa la Nairobi NSE huko Westland, Rais William Ruto ameelezea mipango ya kuinua sekta ya kibinafsi, jukumu kubwa katika kusimamia mashirika ya serikali. Ruto ametangaza kuwa Kenya Re-Kegen kama wanufaika wa haraka wa mageuzi hayo. Kenya Reinsurance Corporation ndio kampuni inayoongoza nchini kwa kutoa bima mpya na inayotoa usimamizi wa masuluhisho ya bima barani Afrika. Waziri John Mbadi amepewa jukumu la kuunda miongozo iliyo wazi ambayo itahakikisha wanahisa wa kibinafsi wanaweza kushiriki katika uteuzi wa bodi kuangazia hisa zao za uwekezaji. Ruto amesema kuwa hatua hizi zitafanya mashirika ya serikali yawe ya kitaaluma na ya kufanya yawe ya ufanisi zaidi, uwazi na uwajibikaji, huku ikialinda dhidi ya kuingiliwa kwa siasa kusiko kwa lazima. Aidha, Ruto amefafanua kuwa fedha za kimkakati kama vile mfuko wa kitaifa wa miundombinu na mfuko wa utajiri wa sovereign zitabaki bila ushawishi wa kisiasa, kuhakikisha usimamizi unasimamiwa na wataalamu badala ya kuteuliwa kisiasa. Kididi FM kwa habari moto. Na spika wa Seneti Amason Kingi amekabiliana na mzozo unaoendelea kati ya magavana na baadhi ya maseneta wanaoteta kwa dhati mamlaka ya Seneti ya kusimamia katiba. Katika taarifa yake saa 24 tu baada ya magavana kutangaza kususia wito wa Seneti, Kingi amepuuzilia mbali madai ya uwindaji wa kisiasa, huku akitaja madai ya magavana hao kama hayajathibitishwa. Kingi ameendelea kuwaonya magavana dhidi ya azimio lao la kukwepa wito, akisisitiza kuwa magavana wameagizwa kikatiba kuweka wazi umma katika matumizi ya kaunti kupitia kamati ya Seneti ya uhasibu na kamati ya umma CPSE na kamati ya uwekezaji wa umma na fedha maalum za kaunti CPIC. Haya yanajiri baada ya gavana kuibua wasiwasi kuhusu kuitwa mara kwa mara na kamati ya Seneti ya uwekezaji wa umma na fedha maalum za kaunti ya Seneti, wakisema kuwa wito kadhaa wa magavana katika mwaka mmoja umekuwa wa kutatiza. Kufuatia madai hayo, wakuu wa kaunti wameomba rasmi ushirikiano na uongozi wa Seneti kushughulikia lalama zao. Kididi FM kwa habari moto. Na kwingineko ni kuwa kikosi cha marekebisho ya polisi nchini kimelaani kauli ya hivi majuzi
Majuzi ya kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani Ali Nuno, ambaye alipendekeza mbinu ya kufyatua risasi ili kuua uhalifu na kuonya kuwa maagizo hayo ni kinyume cha sheria na yanahatarisha maisha. Katika taarifa ya vyombo vya habari, kundi hilo limesisitiza kwamba usalama endelevu wa umma hauwezi kupatikana kwa kutumia nguvu kinyume cha sheria au kuficha mambo ya kiutawala. Wasiwasi wa kikundi hicho ulifuatia agizo la hivi majuzi la kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani Ali Nuno, ambaye aliamuru polisi katika eneo hilo kutumia nguvu kamili ya sheria dhidi ya wahalifu, hasa waliojihami kwa mapanga wanaowatishia wakazi huko Mombasa na eneo lote la Pwani. Kundi hilo pia limekashifu ripoti hivi majuzi ya mitandao ya kijamii zinazodai kuwa maafisa waliohusishwa na visa vya utumiaji nguvu kupita kiasi katika kaunti ya Nandi na walikuwa wamehamasishwa, likisema kuwa vitendo kama hivyo vya kiutawala vinaimarisha kutojali badala ya kukuza uwajibikaji. Aidha, tume hiyo imetoa wito wa mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA kufanya uchunguzi huru, kutoa taarifa mara kwa mara kwa umma na kupendekeza taratibu rasmi za kinidhamu ili kuhakikisha utekelezaji kamili wa sheria dhidi ya maafisa wanaopatikana katika ukiukaji. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kwa rais wa Angola na wawakilishi kadhaa wa Umoja wa Afrika wametoa wito wa usitishaji mapigano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mkutano wa Rais Felix Tshisekedi. Kwenye taarifa iliyotolewa, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na rais wa Angola Joao Lourenco amesema amezitolea wito pande zote zinazovutana kwenye mzozo nchini humo kutangaza muda rasmi waliokubaliana wa kuanza usitishwaji wa mapigano. Tshisekedi amesaini taarifa hiyo sambamba na rais wa Togo na rais wa zamani wa Nigeria walioteuliwa mahususi kama wapatanishi wa Umoja wa Afrika na wawezeshaji wa mchakato wa amani wa DRC. Viongozi hao pia wameunga mkono makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani na kusema Angola italazimika kuanzisha mashauriano na pande zote zinazohusika na Kongo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 10. Jina langu ni Sara Nzilani. Kididi jioni inang'oa nanga. Mazelas, Kaluleni na